Chionda hujui dini. Dini ni njia, taratibu, mila za watu, ukoo, familia, nchi, kijiji, kata na mkoa. Ni mila zao na taratibu zao. Wayao wana mila na tamaduni zao na taratibu zao ambazo ndio dini yao. Wahehe, Wasukuma, Wazungu, wa Kijerumani na wa Kitaliani wana mila zao, na Waarabu wana mila zao. Waarabu wakafanya combination, wakamchukua Uza, Lata na Manata, wakamweka pamoja, wakamfunga na kamba, akawa huyu mmoja. Akaitwa nani? Akaitwa Allah, kwa sababu wanataka kuungana na mapokeo mapya. Mapokeo yale ya zamani yakaitwa ya kijahilia. Na ninakwambia Muhammad hadi babu yake mzee Abu Muttalib anaondoka, hajawahi kuingia kwenye dini ya Muhammad, kwa sababu alijua ni janja ya kijana. Sheikh Diwani, jibu. Huyu babu yake na Muhammad alisilimu? Alikufa Muislamu? Alijua mjukuu wake kaleta ujanja, kaona bora aendelee na wajinga wenzake. Kama wewe unavyosema mimi kuna watu watanielewa, na Muhammad alipoleta dini yake kuna watu walimuelewa, ila kama mimi simuelewi. Na kuhusu Mungu, swali lako Sheikh Diwani kwamba mimi simjui Mungu mimi ninayo, lakini sio kwako wewe. Sheikh Diwani, Mungu wako anatoka Arabia. Kabla Mungu wako hajaja, babu yako alikuwa mshenzi, babu yako alikuwa mpagani, ila babu yangu mimi alikuwa ana Mungu alikuwa nayo, alikuwa anamuita Mulungu, Nzambe, Nkulu, Obasi, babu yangu alikuwa na Mungu, ila kwako wewe mpaka kabebwa kwenye boti. Bwana Diwani, umeletewa hapa tena sio kwa kuamini, kwa bakola, kwa kufungwa minyololo. Ukubali kuwa Muislamu, ama ukikataa ufe uwe mtumwa wewe na watoto zako. Babu yako Bwana Diwani akaamua kuingia dini ya Uislamu, na wewe ndio ukaja kuambiwa bwana Uislamu ndio dini, na babu yako alikulisisha dini. Lakini nashangaa Bwana Diwani, hakuna Muislamu anaitwa Diwani. Wewe jina la Diwani umelitoa wapi? Wewe nayo ni mpagani kama mimi. Twende tena bwana. Leo bwana, leo chifu hatari kweli. Bwana Diwani sio nakusikia huko. Atapata habari hizi Bwana Diwani. Swali lingine. Bwana yeye alikuwa anasema bwana, huyu mtu ni mtu ambaye dini hazijui, yeye ni kazi yake ni kuamini mizimu. Mizimu ni mababu zangu ambao ndio mitume yangu na manabii wangu. Wao ni daraja kati yangu mimi na Mungu. Na yeye Diwani anasema kwa mapokeo aliyoletewa na Waarabu waliokuja na boti na jahazi, maana boti ilikuwa haipo kipindi hiko. Wale kuja na jahazi lenye tanga juu, kama alivyokuja John Hawkins na jahazi na tanga juu, akawatangazia watu waende kwenye Ukristo, na Waarabu nao wakaja na jahazi wakaambia watu waende kwenye Uislamu. Dini hizi zote mbili ni michongo ya wanadamu, sio mipango ya Mungu. Mungu hajawahi kuleta dini. Kama angeleta dini ingekuwa moja na wote tungeifuata hiyo. Dini milioni moja, Mungu mmoja, hiyo haiwezekani. Na ndio maana Sheikh Diwani nakwambia, Sheikh Diwani, dini yako ni mali yako, usinilazimishe mimi nikufuate. Ukinitukana mimi matusi na dharau ninazijua, ila nakuheshimu kwa sababu wewe ni mbantu mwenzangu. Ila mbaya zaidi, wewe umeendelea kuwa mtumwa kutumika hadi leo kiakili. Unaendelea kuwasifia Waarabu na mila na tamaduni zao. Muhammad ndio Muislamu wa kwanza duniani. Namba 2 Bi Khadija, namba 3 Ali ibn Talib, namba 4 Abubakari, na watu wengine wanaofuatia. Diwani atamalizia, anawajua. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanasema rehema na amani ziwe juu yake, ndiye mtu wa kwanza kuwa Muislamu. Na Uislamu wenyewe alitangazwa kwamba wewe ni mtume baada ya kufinywa na yule jini kule, maana anasema Jibrili toka nizaliwe hadi sasa hajawahi kutokea duniani. Huyu tunasema ni jini aliyokumbana nalo kule mapolini. Kwa hiyo chifu, Sheikh Diwani leo kakanyaga. Yeye walisema mimi nimepigwa za wapi? Waandishi wamesema Chionda kapigwa za kichwa. Kapiga za kichwa. Na nimeshika kichwa namna hii wameweka. Huyu mwandishi wa habari anatumia picha yangu kutafuta ujiko, lakini sio mbaya, nawapa haki waandishi wa habari wote. Nasema hivi,
Nawaambia mko na haki ya kuja kunihoji. Diwani anasema usicheke, unaharibu kipindi. Wewe unabwabwaja. Hapana, unajua kucheka maana yake ni kwamba mimi nimepata majibu. Jambo la serious hili sio la kuchekea. Sio la kucheka. Lakini ninapopata majibu kutoka kwako yananifanya, kwa sababu nilikuwa na shauku ya kujua. Ninachomwambia Sheikh Diwani kuhusu Muhammad kuwa kwamba yeye hakuja na dini ya Uislamu, anawadanganya watu, sio kweli. Uislamu umekuja na Muhammad Uislamu akaambiwa huo ni utume. Wewe umechaguliwa na Mungu na Waraka bin Naufal, mjomba wake na Bi Khadija. Wakati huo Muhammad si Muislamu, Bi Khadija si Muislamu, Ali si Muislamu, Abubakar si Muislamu. Abubakar kipindi hiko anapiga mitungi kwa kwenda mbele. Umeelewa? Bwana Abubakar anaendelea kula riba za wafanyabiashara, alikuwa mfanyabiashara. Umesikia eh? Ali alikuwa analelewa na ndugu yake Muhammad, walikuwa pamoja wanakaa mtu na binamu yake. Bi Khadija ndio mke wa Muhammad. Lakini alikuwa jina Bi Khadija, lakini hakuwa Muislamu. Uislamu ulikuja baadaye, baada ya Muhammad kuoteshwa, kukazaniwa kule katika Jabali Hila na kupewa ujumbe na kurudi anatetemeka kusikia homa. Na nyingine unabii wa Muhammad ukatabiriwa na mwanazuoni mmoja huko Syria, wakienda kufanya biashara Shamu. Muhammad, umesikia bwana? Wakati Muhammad anaenda kufanya biashara Shamu, kuna mtu anasema aliona ujumbe kwenye bega la Muhammad ya kwamba yeye ni mtume, akamwambia babu yake amlinde Muhammad, watu watamuua. Wakati huo dunia inatawaliwa na Ukristo. Sawa. Ukristo upo, Uislamu haupo. Muislamu wa kwanza ni Muhammad kama nilivyokuambia. Bi Khadija, huyo Waraka bin Naufal alimtabiria, lakini hajawahi kuwa Muislamu. Na ndio maana namwambia shehe, Uislamu na Ukristo, the creator mmoja, creator wao ni Roman Empire. Kwa sababu kama Waraka bin Naufal ndio aliyomwambia Muhammad ya kwamba wewe umechaguliwa, huu ni utume, na yule kasisi kule Shamu aliyomwambia ndugu yake Muhammad kwamba huyu ana muhuri wa utume. Hawa wote ni Wakristo. Kwa hiyo Uislamu kwanza unategemea Ukristo, kwa sababu Uislamu bila Ukristo hawajawahi kusimama. Ndio maana ndani ya Ukristo wao kuna Moses ambayo wao wanamuita Musa. Moses katoka kwenye Biblia. Moses katoka kwenye Talmudi ya Wayahudi, Taurati. Ndani ya Qurani kuna Mary ambao wao wanamuita Mariamu. Mary katoka kwenye Biblia. Kwa hiyo Qurani hiyo imetegemea Biblia kubeba maneno yake. Qurani hii kuna Solomoni, wao wanamuita Suleimani. Waislamu kwenye Biblia anaitwa Solomon. Umesikia? Kwenye Biblia, kwenye Qurani hii kuna Kaini na Abeli. Kwenye Biblia yumo Kaini na Abeli, Adamu na Hawa. Kwenye Biblia ya Kiswahili unakuta Adam na Hawa, mpaka pale walipokutana wakabadilisha tena maandiko wakamuita Eva. Umeelewa bwana? Copy na paste. Kwa hiyo nimemwambia Diwani, Uislamu na Ukristo baba mmoja mama mmoja, kasoro maumbile, huyu wa kike huyu wa kiume. Kwa hiyo Sheikh Diwani atengue kauli. Nataka asitengue kauli, aendelee kuwa mtumishi wa Waarabu, kwa sababu sisi wa Afrika dini na Waarabu tuliletewa kwa bakola, vitisho na unyanyapaa. Hadi leo Waarabu wanatuita sisi al-abedi, watumwa, na yeye Sheikh Diwani mmoja wapo ni mtumwa, kwa sababu anaendeleza utumwa wa kutetea maandiko ya Waarabu ambayo yeye hana faida nayo. Pepo wanaosema ipo haipo, moto wanaosema haupo. Umesikia eh? Hivyo vyote Sheikh anakuwa mtumishi wa nani? Wa wakoloni na mabwana zake wa utumwa waliochukua babu zake, bibi zake, wakawafunga kamba, wakawaburuza, wakawauza sokoni kama nyanya, kama matango, kama matikiti maji. Haya, Sheikh Diwani ajifunze. Yeye ndio ajui dini, ajui ulimwengu. Dini ni mila na tamaduni za watu, sio kutoka Arabia. Mungu hajawahi kumchagua mtu aje kusimamia wenzake. Uislamu umekuja na miaka 1447 hadi sasa. Dunia na miaka mingapi Sheikh Diwani hadi Uislamu uje juzi? Babu yangu mimi awe kafiri. Babu yangu mimi ni bora kuliko wewe Sheikh Diwani, kuliko Muhammad wako. Babu yangu ni bora. Na hiyo ndio nakwambia. Mzee Chionda wa Chionda ni nabii kwangu na ni mtume kwangu. Ni makutano kati ya mimi na Mungu. Ili nimfikie lazima nimfikie babu yangu ambaye ni damu katika damu yangu.
Umeelewa? Ni roho katika roho zangu. Umeelewa? Sheikh Diwani anasema hivi, Chionda anaabudu mizimu. Muhammad alishakufa na yeye anaomba kupitia Muhammad aliyekufa ili ampekee ujumbe kwa Mungu. Naye Muhammad ni mzimu. Aelewe. Kwa hiyo bora akumbuke mzimu wa babu yake Sheikh Diwani kuliko kukumbuka mzimu wa Muhammad uliolala huko, ambaye hana damu nayo, haumtambui, unamwita mtumwa. Babu zake na bibi zake wakauawa, ardhi yao ikatiwa najisi na Waarabu na madevu yao. we chifu